Unajua kama wewe ukiwa ni tajiri una pesa sana, si lazima katika kila jambo unalofanya basi utumie tu pesa zako kwa sababu pesa zipo nyingi. Hapana. Ngoja nikupe story moja. Kuna tajiri mmoja ni multi-billionaire. Yeye alikwenda benki kukopa mkopo wa kiasi kama cha shilingi 100,000 tu za Kitanzania. Alikuwa hana account na ile benki, afanye biashara na ile benki. Benki wakamwambia, kwa sababu wewe ufanye biashara na sisi, basi inabidi uweke kitu chenye thamani ya zaidi ya hiyo 100,000 ili sisi tuweze kukupa shilingi 100,000. Basi jamaa akakabidhi funguo yake ya gari yake ya Rolls Royce, brand new car kabisa. Meneja wa ile benki akashangaa, pigwa na butwaa. Wewe unakopa shilingi 100,000, unatuachia Rolls Royce ya billions of money? Kweli? Akamwambia yes. Hiki ndio nilichokuwa nacho. Chukua, nipe 100,000 na shida nayo. Basi sawa. Wale wakachukua Rolls Royce ile, wakachukua funguo, wakamsainisha, wakampa 100,000 yake cash. Jamaa akaondoka. Mhudumu mmoja wa ile benki akatoka nje akaenda akachukua gari, akaingiza ndani kwenye fence ya benki, wakaiweka sehemu ni underground, wakaifunika vizuri, kuitunza pale kwamba jamaa paka arudishe pesa yao ndani ya mwezi mmoja. Basi jamaa akaenda zake. Baada ya mwezi akarudi. Kurudi pale akawapa pesa yao pamoja na interest ya mwezi. Interest ilikuwa ni 20% ya ile pesa, ndio unalipia kama riba. Kwa hiyo jamaa akarudisha 120,000. Pesa yenu hapa. Naombeni gari yangu. Jamaa wakati wana sign zile wakampa na funguo yake. Lakini manager benki akamuuliza. Na watu wote walikuwa wanasubiri kusikia hiyo story pale. Kwamba bwana, wewe kwa nini unakopa shilingi 100,000 alafu unatuachia brand new Rolls Royce ya billions of money? Jamaa akamwambia sikilizeni, mimi sio mwenyeji mjini hapa. Mimi ni mgeni. Nimetoka huko, nilikuwa na vikao vyangu kule kisiwani. Sasa unafikiri hapa mjini ningepata wapi parking ya kunihifadhia gari yangu ya hadhi hiyo mwezi mzima kwa shilingi 20,000? Wale wakatazamana. Akamwambia ndio, hii 100,000 si ni ya kwenu mlinipa. Mimi nimeongezea 20,000 tu hapa. Lakini mmenihifadhia gari yangu same safe, kuna ulinzi masaa 24, mmeifunika vizuri, imekaa same safe, haiathiriki na jua wala na mvua. Wale wakachoka. Jamaa akachukua gari yake, akasepa. Naona sasa, yeye ni multi-billionaire. Angeweza kuiweka ile gari sehemu yoyote, hata akiambiwa alipe milioni 50 kwa mwezi angeweza kulipa. Kwa hiyo kuna saa sio kwamba unatumia pesa tu. Akili, ndio maana nasema akili ni mali, sio? Hivyo, endelea kutufollow na kusubscribe channel yetu ya Rema TV Online pale YouTube, lakini tufollow pia kwa mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook na TikTok kwa jina la Rema TV Online. Mimi Ndula Kiraka, Mr. Peter Peter as always. Ciao. Rema TV, ongeza tabasamu.